kusema ukweli, kamwe siwezi kusema uongo. Nikawapoteza wenzangu wakati kwa jehanamu, na mimi nipate hatia, mwishoni nitupwe kuzimu. Bwana alinikomboa kutoka kwenye ulevi kwa kusudi moja tu, niwahubirie kweli, injili yokoayo kwa kila aaminie, injili iletayo uzima wa milele na sio kusema uongo. Nyakati hizi za leo watumishi kibao wameibuka na yao ya uongo mafundisho. Dini kubwa na viongozi wake wanafumba fumba, wanazidi kuwapoteza watu kwa kuwadanganya. Kusema kweli wanashindwa, wale wanafundisha Mariam ni mkuu kushinda jina la Yesu. Hivyo tumombe Maria tuombe kwa Mungu tusamehewe dhambi zetu. Kwani Maria ni nani? Soma Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 14 tuone inasemaje. Hao wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja na wanawake na Maria mama yake Yesu na ndugu zake. Tumesikia maandiko yanajeleza yenyewe, Maria ni mwanadamu kama mimi na wewe, hana ukuu wowote, astahili kuabudiwa, astahili kusujudiwa. Mpango wa Mungu na Maria ni kumzaa Yesu tu na sio kumpa ukuu. Yesu angekuwa mwanadamu tungemheshimu Mariamu, ila Yesu ni Mungu, tena ni Mungu mkuu. Kwa muda wako utasoma Tito 2:13. Ngoja sasa tuangalie anayetuombea ni nani, mwombezi wetu ni nani. Warumi sura ya 8 mstari wa 26, msomaji nisome. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Soma tena Rumi 8:34. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na masaidia haya amefufua katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Haya maandiko nadhani umeelewa, anayetuombea ni Roho na Yesu pia, wala sio Maria kama unavyoongopewa. Wanabatiza watoto wasiojua chochote, na wakubwa nao wanabatizwa maji machache, hawafati Biblia yasemavyo maandiko. Wamejitungia yao ya uongo mafundisho, kiwambia kuokoka nasema semani yetu, tena wanakushangaa. Umewezaje mwenzetu kiwa haikuokoka? Wanaamini aliyeokoka ni yule aliyekufa, Yesu hakai moyoni. Wamemvaa shingoni, mtakatifu ni mmoja, baba yao kiongozi. Usipoungama kwake dhambi ya usamehewe, anawafungisha ndoa ila mwenyewe hao. Yesu alitoa vyote, mwili na damu yake, akasema twaeni nyote mle na kunywa wote. Tena akasisitiza asiyekula mwili wake na kuinywa damu yake uzima haumo ndani yake. Sasa vipi kiongozi damu anywe peke yake? Wanakipa imara ila shetani na wapiga bao, wanamwabudu bahari. Makanisani mwao walimkataa Roho siwe kiongozi wao katika ibada zao, wanakwenda hovyo hovyo kama gari bovu. Hao wovu umejaa kwao, nasema Mungu na mbio, jisaidie kwanza kisha Mungu nifuatio. Mimi sijui ya maandiko wanapata wapi hao. Kunywa kidogo silewe, pombe sio dhambi kwao, wanaibariki na kuinywa hata kiongozi wao. Nazunguka mtaani wanafanya maandamano, wamebeba lisanamu wanalizifu na nyimbo. Enyi msio na akili, ni nani amewaloga? Ina maana mumjui Mungu aliyewaumba. Maandiko yako wazi, hamtaki kuyafuata, ndio maana mnapotea kwa kuyakosa maarifa. Eti kuna Jumatano ya kupaka na majivu, ni dhambi ukila nyama siku ya Ijumaa Kuu. Kuacha mishumaa ibadani na kufukiza ubani, ni wapi imeandikwa? Wasomi nipeni jibu. Tazidi kusema ukweli, kamwe siwezi kusema uongo. Tazidi kusema ukweli, kamwe siwezi kusema uongo. Nikawapoteza wenzangu wakati kwa jehanamu, na mimi nipate hatia, mwishoni nitupwe kuzimu. Siogopi vitisho vyao, ntasema ukweli wote. Ukisimamia ukweli wanakuchukia wote. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu, sitaogopa, kinipenda Mungu tu basi hiyo inatosha. Uongo wa nini? Mtadanganya mpaka lini? Mnapoteza watu wengi hasa wasio makini. Mimi sitaki kuamini eti Yesu ni Isa na Isa ni Yesu, mbona sote zifanani? Yesu Myahudi piwa kazaliwa Bethlehem katika hori la ng'ombe. Isa naye Warabuni kazaliwa chini ya mtende. Soma Mathayo 1 mstari wa 21. Yesu ni mwokozi wa watu na dhambi zao, kupitia msalaba kwa makosa ya wanadamu. Alisulubiwa, kafa, akazikwa, kafufuka siku ya tatu. Huo ni ushindi wetu, damu yake inanena mema maishani mwetu. Isa neni nani kwetu? Nijibuni nifahamu. Mnadanganyana tu mkikaa vijiweni. Dini safi ya kweli ya Mungu ni yenu ninyi, enyi viongozi vipofu. Jueni Mungu ana dini, acheni kupotosha watu. Dini haitaweza kukufikisha mbinguni, nyie ukweli mnaujua, ila mnashindwa kuongea kwamba Yesu ni njia, ukweli na uzima. Naye mwamini Yesu atakwenda mahali pema.
asiyemwamini motoni atachoma. Palilia makaburi, jengea na magorofa, fanya ibada za wafu na sala zote maliza. Ubadilishi kitu kama mtu akumwamini Yesu pindi yuko hai, yani mpaka anakufa. Maandiko yanasema baada kifo ni hukumu, moja kwa moja kuzimu. Anasema Mungu ni mmoja, wa huku na wa kule ni mbinu wanatumia ili wakuvuruge. Haya, Mungu ni mmoja. Mwambie John, wewe uoe mke mmoja, ukiongeza wa pili ni dhambi na kuhukumu. Mungu huyo huyo mmoja arudi kwa Asumani, amwambie wewe oa wake wengi na kuruhusu, bado Mungu ni mmoja. Hapana, haiko hivyo. Mungu ni wa utaratibu, sheria yake ni moja kwa wote walio wake. Mungu akiwa mmoja hatuwezi kurumbana, tutaamini pamoja. Yesu ni Mungu, tuamini. Wale wanaamini nini giza na nuru havipatani, usikubali kufungiwa nira na wasioamini. Hapo ndugu we makini, asiyemwamini Yesu ya kuwa ni Mungu hatuna umoja naye. Naitazamia nchi mpya ni Yerusalemu, wala sio Italia wala Maka na Madina. Yule Musa mtume halali wa Mungu, wengine wote Israeli, yeye tu ni Mwarabu. Na hili nalo lijua, ili lisikusumbue, hakuna mtume wala nabii wa Mungu aliyetoka nje ya Israeli isipokuwa Mudi tu. Hilo halina ukweli. Sabato ya siku kwa sasa haina nguvu, kwa maana alikuja kuivunja mwenyewe. Yesu tunaona anamponya mgonjwa siku ya Sabato, kisha anamuamuru jitike godoro lako, simama uende zako. Sabato ile ya kweli ni kutenda yaliyo mema na sio kuabudu siku kama wale wanavyofanya. Na Bwana wa Sabato ni Yesu Kristo, mashahidi wa Yehova kuna. Kwa mujibu wa maandiko watu wote imetupasa kwa mashahidi wa Kristo. Uamini unabisha, nenda ukasome Matendo ya Mitume sura ile ya 1 na mstari wake wa 8. Tazidi kusema ukweli, kamwe siwezi kusema uongo. Tazidi kusema ukweli, kamwe siwezi kusema uongo. Nikawapoteza wenzangu wakatupwa jehanamu, na mimi nipate hatia, mwishoni nitupwe kuzimu. Ona injili ya leo wanavyoichakata, kweli wa neno haumo. Wameshauondosha, kanisa lina yumba, limepoteza mwelekeo. Nidhamu hakuna, sababu ya umambo leo. Mtu anakwenda kanisani kama kilabuni vile, uhuru umepitiliza, yani tambaweru vile. Ibada ya kweli kutoka moyoni watu hawana, yamebaki mazoea. Hofu ya Mungu hawana, upendo umepotea. Sasa imeinuka chuki, kuchukiana. Mchungaji anampiga vita mchungaji mwenzake, na mshirika namchukia mshirika mwenzake. Kanisani kumekuwa kama jumba la sanaa, kila mmoja anafanya anachojisikia. Kanisa la Mungu limepoa, halina uamsho. Vuguvugu haujui baridi au moto, dhambi inalitafuna. Wanaiona kwa macho, ni nani wa kukemea? Wachungaji kama wapo walivyogeuza shingo, haki na usawa kuna, vimekwisha potea. Huyu anadhalauliwa, yule anathaminiwa, mkubwa anabajetiwa, apewe bahasha nono, si analo gari. Huyu lazima apite sheri, mdogo fanya utumishi. Asante sana kwa kuja, Bwana atakutendea muujiza mbele ya safari. Uko wapi ule ushirika na umoja wa kanisa la kwanza wa kuumega mkate? Wote kwa pamoja walivyomuacha Mungu, ndivyo hivyo wameachwa. Sasa wanatangatanga, wapo huku wapo kule, wanatafuta msaada, lakini bado ni bure. Tambua makosa yako, rudi msalabani, Bwana atakupokea kwa toba ya rohoni. Manabii wameona, sasa wamepata fursa ya kuwatapeli watu kwa kuuzia takataka. Wanawadanganya ni vifaa vya kiroho, eti wakivitumia zitakusha shida zao. Huo ni uhuni tu. Agizo gani linakuagiza wakanyagishe watu mafuta? Ndiko gani linasema wakanyagishe watu chumvi? Na wewe we makini, kwako wanafata noti. So kila unachoambiwa ni lazima ukifate. Ukijifanya kiraza watakupurua vyote, utabakia mweupe, utakunywa mafuta we mpaka utaoza utumbo. Na mbinguni au uende, aliyekufa msalabani ni Yesu na sio maji. Ungewajua manabii usingecheza anga zao, ni watu hatari sana. Chatu wana afadhali, uwezi ukagundua wakitega mitego yao, kwa maana wamefuzu mbindu zote za utaperi. Ni waongo bala, utasikia na kwambia niko mlimani, nafunga siku 7 mwanangu na kuombea, kumbe lina kesha ba, linalewa na makahaba kwa pesa ile ile uliopigwa mjinga. Siku hizi kila mtu ni mtume na nabii na kuhani, mpaka imekuwa kero jinsi walivyojazana, kila mtaa kila chochoro. Wanatumia maandiko kuwapoteza watu, na mimi natumia maandiko kuwarudisha watu. Wanapiga sarakasi, wanafanya maigizo, vituko, komediani katika mikesha yao. Hao wanafanya madudu, wizi mtupu, wana wito, wanawaibia watu. Temboni kuna joka limeyatamia watu, Kawe kuna joka limeyatamia watu, Kivule, Visiga, Riverside, Arusha na kote duniani, yani ni majoka tu yameyatamia watu. Simama ewe kanisa, simama mtu wa Mungu, simama kwa nafasi yako, tumuombe Mungu tuyapige yo majoka, na waachilie watu wafunguke ufahamu ili wamwabudu Yesu. Kanisa limevamiwa kikipaka kwenye gospel. Huyu kamkana mama, yule naye alipewa gari kalichoma moto. Kesho yake utasikia wametoa nyimbo mpya, macho yote mtandaoni, wao wanapiga pesa. Kinachoponza waimbaji si
kingine ni tamaa. Madhara wafikiri wanajali kufanikiwa, anajua kuna Mungu madhabahu ya shetani, ila yeye anasifia mtumishi ni mbaya na hilo analijua. Kwa kuwa anataka pesa anaanza kumsifia. Badilikeni waimbaji, mjue mnapotea, mnadhalilisha sana kwa kuendekeza njaa. Uovu ukiuona simama ukemee, sio mchungaji tu ni mtumishi na wewe na kubidi ujitambue. Tazidi kusema ukweli, kamwe siwezi kusema uongo. Tazidi kusema ukweli, kamwe siwezi kusema uongo. Nikawapoteza wenzangu wakati kwa jehanamu, na mimi nipate hatia, mwishoni nitupwe kuzimu. Nikawapoteza wenzangu wakati kwa jehanamu, na mimi nipate hatia, mwishoni nitupwe kuzimu.